Bwana, mimi naitwa Meshack Samuel Mitiulaya na leo ningependa kushare na wewe mambo 10 ambayo yanaweza kusaidia wewe katika safari yako ya mafanikio ya kifedha. Wengi wetu tumekuwa tukipambana sana kufanya kazi, wakati mwingine kazi ngumu sana, tunapata pesa lakini tunashindwa kuelewa ni kwa namna gani tumeipoteza, yani tunashindwa kujua imekwenda wapi. Na wakati mwingine tunafikiria labda tumelogwa au kuna mambo fulani hayaendi sawa. Sasa leo nitapenda kushare na wewe mambo 10 ambayo yanaweza kusaidia wewe ukazituliza pesa zako unapozipata zisipotee bila wewe kujua zinaelekea wapi, ili hela yako iweze kukaa mkononi na kuweza kufanya mambo ya msingi na kukusaidia kwenye maisha yako. Jambo la kwanza ni kwamba unapoenda kufanya manunuzi, andaa kitu kinaitwa shopping list. Orodhesha vitu unavyokwenda kuvinunua sokoni ama dukani. Orodhesha kwamba nitakwenda kununua sukari kilo moja na ugharimu shilingi 3,000, nitanunua mchele kilo moja na ugharimu kiasi fulani. Orodhesha vitu vyote ambavyo unakwenda kuvinunua vyote na gharama yake mbele. Alafu baada ya hapo ujumlisha pesa nzima utakayokwenda kuitumia sokoni kwa siku hiyo. Utapata jumla yake. Then unapotoka kwenda sokoni, hakikisha unaondoka na kiwango kile ulichokiandika kama jumla ya vitu unavyokwenda kuvinunua sokoni. Hii itakusaidia, cha kwanza, kuokoa muda. Utakapokwenda sokoni utakuwa unaenda direct sehemu zilipo nyanya, sehemu zilipo vitunguu, sehemu ilipo sukari, sehemu ilipo mchele na vitu kama hivyo. Kwa utaokoa muda, hautatumia muda mwingi sana kuzunguka sokoni, kwa sababu utakuwa una direction, una dira na kuongoza kwamba unakwenda kununua vitu gani. Lakini pia itakusaidia kutokupoteza pesa, kwa sababu utakuwa uko fixed na vitu unavyokwenda kununua. Hautanunua vitu ambavyo haujaviandika kwenye list yako, kwa sababu kiwango cha fedha ulichotembea nacho kinakuongoza tu kununua vitu ambavyo viko kwenye list yako. Lakini jambo la pili ni kwamba usitembee na pesa ambayo haujapanga matumizi yake. Yaani unakuta mtu unatembea labda na 20,000, 50,000, 100,000 mfukoni ambayo haujapanga unakwenda kununua kitu gani. Madhara ya kutembea na pesa mfukoni ambayo haujapanga matumizi yake ni kwamba utanunua kitu chochote. Sasa pesa mpaka umeipata, it means umetumia nguvu nyingi, umetumia muda wako kuipata. Sasa kama utakuwa ni mtu unanunua chochote, na mara nyingi utakuta unanunua vitu ambavyo havina msaada kwenye maisha yako ya leo na kesho, utajikuta unapoteza pesa bila kutambua. Kwa kitu cha msingi ni kwamba usitembee na pesa ambayo hauna matumizi nayo. Kama una uhakika kwenye ile safari yako unakokwenda hautatumia pesa, ni vizuri ukatembea tu bila hata kuwa na pesa yote, lakini tembea na pesa ambayo unajua inaitumia wapi na wapi. Usitembee na pesa ya ziada kwamba nitaitumia kwa matumizi yoyote. Hii ni mojawapo ya njia za upotevu wa pesa kwenye maisha ya wengi. Lakini kitu kingine ni kwamba badilisha cash money kwenda digital money. Badilisha pesa ambayo unashika mkononi kwenda kwenye pesa ambayo haishikiki. Hii itakusaidia kuwa na nidhamu ya pesa, kwa sababu kama kwa mfano una shilingi 100,000 mkononi, ni rahisi kuitumia kwa chochote kwa sababu iko available. Lakini kama ile 100,000 iko kwenye akaunti yako ya benki, ule mzunguko wa kutoka kwenda benki, kwenda kwa wakala kwa ajili ya kutoa kwenda kufanya matumizi fulani, inaweza ikakusaidia kwenye matumizi ambayo si ya muhimu. Mpaka unachukua hatua kwenda benki kutoa hela, maana yake unaenda kununua kitu ambacho ni cha msingi zaidi. Huwezi ukaenda benki kutoa hela ili ukanunue soda. Lakini kama una hela mfukoni 100,000, unaweza ukapita dukani kuchukua soda na ukapoteza pesa kwa namna hiyo. Kwa hiyo ukibadilisha cash money kwenda kwenye digital money, itakusaidia wewe kuepukana na matumizi yasiyokuwa ya msingi. Lakini jambo la 4 ni kwamba tumia akaunti za vizuizi. Kuna watu ambao huwa wanajaribu kuweka akiba sasa kwenye mitandao ya simu, kwenye akaunti za benki. Ni vizuri, lakini itakuwa ni vizuri zaidi kwako kama ukitumia akaunti za vizuizi. Akaunti za vizuizi ni ile akaunti ambayo unaweka pesa ndani ya muda maalum na hautoruhusiwa kuitoa pesa nje na muda huo kwa umefikika. Hii itakusaidia hata ule wakati ambao utakuwa umeona kitu unatamani ukinunue, hautakuwa na access ya kuchukua ile pesa mpaka muda ufike ambao ulikuwa umeuweka. Sasa itakusaidia, kuna mambo ambayo tunakutana nao mtaani, tunakutana na vitu mtaani, tunajikuta tunanunua tunatoka tujapanga kwa sababu ile iko available. Unaweza ukahamisha kwenye simu, ukachukua mfukoni ukanunua, lakini kama ile imewekewa kizuizi, itakuwa ni ngumu kwako kuweza kuitumia mpaka muda ulioupanga ufike. Kwa hiyo itakusaidia kuzuia upotevu wa pesa kwenye maisha yako. Lakini jambo la 5, usiweke wazi kipato chako. Usiweke wazi mshahara wako. Unakuta kuna watu wameweka wazi pesa wanaoingiza kwa wiki, kwa mwezi. Hasa hii ubaya wake ni kwamba unapoweka wazi kipato chako, watu wengine wanaanza kufikiria wewe una hela nyingi kana
wanaweza wakawa wanafaidi pesa zako. Kwa utakuta simu za kuomba hela zinakuwa nyingi na wengi wanakuomba hela, isipokuwa kwamba sio kwa matumizi ya msingi. Mtu anajisikia tu kwamba anahitaji kula nyama siku hiyo, kwa ngoja ni mkope fulani. Una jamaa nasikia anaingiza milioni 10 kwa mwezi, ngoja ni muombe 20,000 hapo. Sasa hii itakuharibia sana katika malengo yako ya kifedha. Kwa hiyo usitangaze kipato chako, kwa sababu hakuna umuhimu wa kufanya hivyo. Hii itakusaidia kulinda upotevu wa fedha zako. Lakini jambo la sita, usimsaidie kila mtu. Unaweza kusema na kufundisha tabia mbaya, lakini kweli ni kwamba wewe sio Mungu. Hauwezi kutatua changamoto ya kila mtu, na wengi wetu wanaingia katika changamoto za kifedha kutokana na udhembe wa kumanage pesa zao. Sasa mtu ambaye manage pesa zake vibaya, anapokuja kukuomba umsaidie, maana yake watakuja wangapi? Na kama utawasaidia watu kama wewe, unabakiwa na nini? Kwa hiyo kuna mambo ambayo kweli unaweza kumsaidia mtu, lakini kabla hujamsaidia mtu, hebu ujiulize, huyu mtu kwa nini ameingia kwenye hii changamoto? Yamkini ilikuwa ni mismanagement ya pesa zake ndio kaingia kwenye hii changamoto. Kwa hiyo uwe makini unapotaka kumsaidia mtu. Kuna mambo ambayo yakupeki, either mtu anaumwa yuko hospitalini, ni lazima utoe msaada wako. Kuna mtu ana shida ambayo kama isipotatuliwa anaweza kupoteza maisha yake, pale lazima utoe msaada wako. Lakini kuna mambo mengine si lazima utoe msaada. Kwa hiyo usimsaidie kila mtu. Kabla hujamsaidia mtu, muassess kwanza. Je, anastahili msaada wangu? Anastahili kupewa hii pesa? Na kama nitampatia hii pesa, nampatia kama kumwazima au nampa mazima? Kwa hiyo access kila msaada ambao unautoa, kwa sababu si kila mtu unatakiwa kumpatia pesa yako, kwa sababu wewe pia haukuipata kirahisi, ulipambana, ndio maana ukaipata. Jambo la saba ni kwamba epuka matumizi yanayoongozwa na hisia. Unapita sokoni, umekiona kitu pale, umekitamani, unatoa hela mfukoni, unanunua. Unaweza ukajikuta umetembea na hela nyingi kwa sababu matumizi yako yanaongozwa na hisia, unanunua. Au unashinikizwa na rafiki yako, nunua na wewe, itakupendeza, unanunua. Swali, je, ulipanga unapotoka nyumbani kwamba hicho kitu unakwenda kukinunua siku ya leo? Kwa hiyo usiongozwe na hisia katika kufanya manunuzi yako. Hii itakusaidia kutunza pesa zako zisipotee. Lakini jambo la 8 ni kwamba usishindane maisha, my friend. Unaweza kuona mtu fulani anaishi maisha ya namna fulani, ana gari, anavaa mavazi ya aina fulani, ana simu aina fulani, unataka ushindane naye, wakati wewe hela yako unaipata kwa jasho kubwa sana, lakini yeye pengine anaipata kwa namna tofauti na wewe. Usishindane maisha, usishindane kutumia pesa na mtu, shindana kutafuta, kwa sababu kila mtu ana njia yake ya utafutaji. Unapokuwa unashindana na mtu ambaye hujui pesa yake anaipata vipi, unachotaka ni kujiumiza wewe mwenyewe na kuingia kwenye madeni yasiyokuwa na msingi. Usishindane maisha na mtu yoyote, usishindane kula na mtu, usishindane kuvaa na mtu, usishindane kwa namna yoyote na mtu yoyote ile. Shindana na wewe wa jana, hakikisha unakuwa bora kila siku. Kuwa bora leo ya ulivyokuwa jana. Kuwa bora leo zaidi ya ulivyokuwa jana, itakusaidia sana. Lakini jambo la 9 ni kwamba usifukuzane na trend. Usifukuzane na trend. Ulikuwa na TV ya kichogo, imekuja flat screen, umenunua. Sawa. Ulikuwa na iPhone 14, imetoka iPhone 15, unanunua. Imekuwa 16, unaachana na 15, unataka 16. iPhone 16 imepitwa na wakati, imekuja 17, unataka kununua 17. Sasa kila siku ikiwa inatoka version mpya ya vitu hivyo, kama kila siku focus yako itakuwa ni kwenye kufukuzana na trend. Unataka kila fashion mpya inayotoka uvae, kila msuko mpya unaotoka usuke, kila kitu kipya kinachotoka wewe. Unaacha kufocus pesa yako kuipeleka kwenye vitu vya msingi, unafocus kufukuzana na trend. Sasa endelea kufukuzana na hizo trend wakati umri wako unazidi kwenda, unazidi kukimbilia uzee, na umefocus akili yako kwenye vitu vya kijinga. Unasema tunaenda na trend. My friend, change mindset yako, achana kufukuzana na trend, fukuzana na vitu vya msingi. Jambo la 10 ni kwamba track matumizi yako. Siku inavyoanza mpaka inapokwisha, kama kuna pesa umetumia, andika, nimetumia 1,000 kwa kitu fulani, 2,000 kwa kitu fulani, 10,000 kwa kitu fulani. Siku ikiisha, utakuja kuangalia ni kwa namna gani umetumia pesa kwenye vitu visivyokuwa vya msingi. Usipo track namna unavyotumia pesa yako, unaweza kujikuta kumbe wewe unatumia pesa kijinga sana, unaipoteza bila wewe mwenyewe kujua. Namna pekee ya kujua kwamba unapoteza pesa yako ni kuji-assess mwenyewe, kwa sababu the first step to transformation ni awareness. Usipojijua ni kwa namna gani unatumia pesa zako, huwezi kujua ni wapi zinakwenda. Ulipata 100,000, ulipata 200,000, haujui imeenda wapi. Ulipata 300,000, hujui imeenda wapi.
Hebu fanya hili zoezi kuanzia leo. Unapotumia pesa, hebu andika umetumia pesa kiasi fulani kwa matumizi fulani, then jiaccess baada ya mwezi, utaona pesa zako zinakokwenda. Utakuja kujikuta kumbe pesa nyingi unaoipata na unaipoteza kwenye kununua vitu ambavyo si vya msingi, na unaacha kununua vitu vya msingi vinavyoweza kuyatransform maisha yako. Sasa haya ni baadhi ya mambo 10 ambayo nimekuandalia leo hii tuweze kujifunza pamoja, na nadhani kuna kitu umekipata hapa. Unaweza ukachagua moja wapo kati ya haya au ukachagua yote na kuanza kuyafanyia kazi. Lengo ni kufikia uhuru wa kifedha. Lengo ni kujisaidia katika maisha ya kifedha. Naitwa Meshaki Samuel Ulaya. Asante kwa kuwa na mimi. Tutaonana wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa. Here we go.